Jacaranda hoye! Jacaranda hoye! Hey, 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 hey! Nimeona mmekuja kwa fujo na tuna furaha. Azimio hoye! Azimio! Azimio! Vijana! Jumatatu niliporudi kutoka Afrika Kusini, mlinikaribisha kule Kamkunji. Tukasema mkutano wetu wa pili itakuwa hapa Jacaranda ground. Tangu tuongee kule, kuna watu wengine ambao wamejitokeza na kutema maneno mengine machafu machafu. Kwa hivyo kabla sijaendelea zaidi, nataka nikariri yale maneno tulisema kule Kamkunji. Nitaanza kwanza kwa Kimombo, alafu nitarudi kwa Kiswahili. Sasa, last Monday, January 23rd, we as Azimio spoke to Kenyans about the 2022 elections, the IEBC whistleblowers, and Kenya's future. We took note of the fact that the IEBC whistleblowers, at great risk to themselves, provided Kenyans and the world with the authentic data of the 2022 elections. That data, which has not been contradicted, beat Uda's William Ruto by over 2 million votes. As a result, we vow that we will not and cannot accept the IEBC fake results. At Kamkunji, we issued an 8-point ultimatum to Ruto and Uda. We repeat so that no one should doubt our resolve that we mean what we say and say what we mean. We, as Azimio, reject the 2022 general election. Two, we do not recognize William Ruto as the President of the Republic of Kenya. Three, we demand that the entire infrastructure and records of IEBC be made public. Four, we demand that any attempt to reconstitute the IEBC by Ruto cease immediately. 6, we call on Kenyans to reject older policies. 7, we call upon all Kenyans to resist and demand the removal of punitive taxes.
7. We demand that Kenya Kwanza government resigns immediately. 8. We ask our people to say no to the UDA regime. Since Kamkunji, you have noted dangerous and destructive steps that UDA is now taking. UDA has now asked the parliament to remove the oversight authority in the selling, disposal, and determination of parastatal bodies, corporations, and other public entities. This means that UDA alone will be able to sell, wind up, terminate, dispose of national resources like Kenya Airways, Mumia Sugar Company, Sony, Moroni, Chemelil, Zoya, KCC, and all other state assets, without the oversight, approval, or debate. We have noted with alarm the drastic leadership changes that UDA is implementing at the Safaricom. The removal of its chair and the targeting of others will bring Safaricom to its knees. Why are these draconian steps being taken without the voice of the people? Who is going to benefit from the killing of Kenya's key economic assets? In the last few weeks, UDA has removed without cause key officials of important parastatals and replaced them with his own cronies, with his shady characters. We know these changes are being taken to pave the way for the looting of public assets. Today, we ask Kenyans to totally reject all these policies and demand that UDA resigns immediately from office. Hello? Hello? In the next week, we are going to continue with these public consultations with you. Our next stop will be Kibera Kamkunji grounds, and after that, Machakos town. Wananchi wa Kenya, yale ni maneno ambayo nimekariri yale tulisema siku ile. Alafu nimeongeza ya kwamba baada ya sisi kuongea siku ile, hawa wanauda wamezidi na yale mambo yao ya kila siku. Wamezidi kutoza wananchi ushuru kila mara kwa mara. Ushuru zinazidi kupanda. Ndio sababu leo nimesema ati Bwana Ruto sasa amekuwa yule Zakayo. Yule Zakayo ambaye alikuwa anatoza ushuru katika Biblia. Bwana Zakayo, Wakenya wamechoka na ushuru zako. Tumeambia Wakenya wakatae kutoa ushuru kwa Bwana Zakayo. Tumesema vile vile serikali ya UDA imeanza kunataka kuuza rasilimali ya Wakenya. Kampuni kama zile ambazo mnaijua kama KCC, makampuni yote wanataka kuuza bila kujua ni wanafanya nini. Ruto na marafiki yake wanataka kununua hizo makampuni, kuchukua makampuni yetu yote.
Wanasema bunge isiangalie ushuru, vile vile yeye wanaanza kuongeza ushuru bila kuuliza bunge. Lakini mambo ya kutoza ushuru zilileta mapinduzi. Walisema no taxation without representation, no taxation without Wakenya wamekataa kutoza ushuru bila idhini ya bunge. Wakenya wamekataa kukubali Ruto auze rasilimali yao bila idhini ya bunge. Rasilimali ya Kenya si ya bwana Ruto na makarigosi yake. Mali ya Kenya, mali ya umma ya Kenya hawezi kuchukua na kupeleka kama mtu anapeleka mbuzi katika mnada. Tumesema no bwana Ruto. No bwana Ruto. Tumesema vile vile, na nimerudia kwamba sisi hatutambue bwana Ruto kama rais wa taifa ya Kenya. Manake tuko na thibitisho ya kwamba hakushinda, alishindwa. Hello? Juzi mliona bwana Ruto na bwana Gachagua ati wanitisha mimi. Sio mambo yenu sisi tunajua. Hii mambo ya maandamano tunajua ni nini. Tunaambia bwana Ruto, wewe hujui sisi. Kwani uliza bwana Nyayo. Baba yako uliza bwana Nyayo. Hujui sisi. The power of the people, the voice is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Kwa hivyo sisi tumesema tunataka Wakenya wasimame imara. Tutaenda kwa pembe za Kenya. Tumesema tutaenda Machakos, tutaenda Nakuru, tutaenda Kakamega, tutaenda Kisii, Kisumu, Mombasa, Kiambu, Garissa, huko Isiolo, Turkana. Alafu tutarudi hapa Nairobi. Mko tayari? Vijana mko tayari? Hii sio kwa Raila kwa kibinafsi. Raila anafanya hii kwa sababu ya nyinyi. Nyinyi vijana na kina mama na walemavu na wazee na wasomi, wafanya biashara wote wa Kenya. Kenyans must be able to go to an election, votes, the ballot must be counted and be announced as have been cast by the yale ambayo tunajua ya kwamba Bwana Chebukati anasema kuna watu walikuwa wanataka kuonga hata wale wenzake, si bwana Gulie na bwana Bo. Nataka niwaulize hao, mlienda kwa jumba ya baba kufanya nini? Walizi wao walikuja kwangu kufanya nini? Waliniomba nini? Waliomba nini? Unajua kama mimi niko na picha yao. Ukicheza mimi nitatoa. Hello. Bwana Chebukati.
Halo? Halo? Bwana Chebukati na Bwana Gulie na Bwana Boru kwa Bwana Tuju vile vile ako na runinga, ako na filamu. Si wakati mnaenda kwa nyumba yake anaweza kutoa na atatoa. Ukweli kidhihiri, uongo ujitenga. Hao ni watu wachafu. Bwana Chebukati ni mtu mchafu, anatakana apelekwe jela. Halo? Halo? Juzi mliona ati wameweka hapo sasa ati tribunal ya kushtaki Cherera na wale wenzake. Mama Arin Masit amesema ataenda. Ameenda katika ile tribunal ya bwana anaitwa nani? Bwana Mchelule. Nataka nitoboe. Bwana Mchelule na bwana Chebukati ni manyumba. Yaani mabibi yao ni dada. Na bibi Wetangula vile vile natoka hapo. Wetangula, Chebukati na Mchelule are brothers-in-law. Sasa moja ameiba kura, mwingine anakuwa sasa anakuwa mahakama, mwingine ni spika wa bunge. Mnaona hiyo? Sasa nilimwambia Bi Masit ya kwamba wewe ni kama kondoo ambaye ameenda katika mahakama ya fisi. Kondoo ambaye ameenda katika mahakama ya fisi. Lakini Mama Arin Masit ni mama shujaa. Mama shujaa. Amesema nitaenda kutetea haki. Yeye mwenyewe anajua vile kura iliibiwa. Mama Cherera anajua vile kura iliibiwa. Bwana Nyang'aya wanajua vile kisukani iliibiwa. Wale wanne wote wanajua. Sasa katika hiyo tume ya Chebukati walikuwa watu wa saba. Watu wa saba. Wanne wamesema matokeo ya Chebukati si halali. Watatu wamesema ni halali. Ni nani wako wengi? Nani wako wengi? Hiyo hesabu inaweza kufanyika tu hapa Kenya peke yake. Hii haiwezekani kule Marekani, haiwezekani Ulaya, kila mahali. Mabalozi waliniambia mimi kama yale ambayo yamefanyika hapa Kenya angekuwa ni Ulaya, nchi hiyo ingetolewa katika jamii ya Ulaya. That country will have been expelled from the European Union. Hapa wanafanya na wanakubali. Tumesema tumekataa Kenya kuwa judged by different standards. Wa Kenyans mpaka waheshimiwe. Matokeo ya Wakenya mpaka heshimiwe. Ama sivyo? 8,000,000 ni mingi kushinda 5,000,000. Sivyo? Bwana Ruto tumeshinda na kula 2,200,000. Na hata akirudi kwa kimoja tutashinda yeye tena. Kwa hiyo tumesema Ruto must go. Ruto? Wangapi wanasema Ruto must go? Nione kwa mkono. Vijana mko tayari? Vijana msilale. Mapambano. Bado mapambano. Vijana hoye! Tutaanza ile movement ya vijana ya ukombozi. Vijana wa ukombozi
Nataka vijana warudi chini ukule ndani, sawa sawa. Mtarudi huko sasa, mtarudi huko. Get up, stand up. Nataka kiongozi mmoja wa vijana aje hapa. Kiongozi mmoja wa vijana. Nataka kiongozi mmoja wa vijana. Nataka nione ngumi juu ya hewa. Vijana muko?